First lady, yes, saidia huyu mwanadada wetu. Tell her something because I know uko na something heavy to tell her. A mother of one, bwanake amesema sitafute kazi kwa sababu ambazo huyu mwanadada hazielewi, kwa sababu she does not receive the upkeep that she expects. Yes. What not even she expects. Ile ambayo anahitaji kufanya because she's at home. Pale tu kwa nyumba. Now this is my point and I am going to say it, nitajaribu nikuwe mungwana vile ninaweza. Jaribu kabisa. The truth of the matter ni kwamba kuna boma zingine ambayo unapata ya kwamba hiyo kitu inafanya kazi. Okay. In fact, it's not even just women alone. No. There are even men. Okay. Who decide ya kwamba mimi nitakaa kando, alafu bibi atafanya kazi na mimi nitachunga familia. I will give you a very good example of jamaa ambaye ni msanii hapa, lakini anaishi amekuwa msanii hapa kwa muda kuja but anaishi Ulaya. Okay. Anaitwa Lenana Kariba. Lenana Kariba ni actor? Yes, he's an actor, very good actor. I think I know him. Yes. Anaishi UK. Okay. Wakati walipopata mtoto, he decided that I will be the stay-at-home dad. No. He decided. No. I am telling you the truth. Yeye ndiye akae nyumbani. Akasema mimi na mke wangu, mke wake ni Msungu, tulisikizana tukasema ya kwamba mimi nitakaa nyumbani nikiangalia maslahi ya mtoto. Bibi atakuwa naenda kazini. How possible? And he is very happy. Anasema hakuna fulfillment anapata kama kukua na mtoto wake, na ya kwamba yeye ndio anakuwa na mtoto wake. Yes. They spend the whole day, they play, they go to the park, na bibi ndiye analeta chakula pale nyumbani. Bibi ndiye yako kazi. Yes. She's the one who is sending upkeep now. Yes. Yeye ndiye ana manage nyumba na expense yeye zote. ndiye ana manage mambo ya financial. Okay. And that makes it good because wamesikizana. This is the point. Kwa hii kesi, hawa hawajasikizana. No. Manake angekuwa bwana msuri, angemkalisa chini amwambie, mimi labda experience yangu na wafanyikazi nikiwa mtoto it was not good. So ningependa sana ya kwamba mama ya mtoto wangu ndiye alee mtoto wangu. Okay. Babe, kaa hapa kwa nyumba na mtoto. I will provide everything that is required financially. Until that time ambapo mtoto ataweza kwenda shule, then sasa tufanye nini? Ndio sasa tunaweza kutafuta kazi. Tunaweza kutoka sisi wote. Yes, you know that is a good agreement. Na wote wakwe wamesikizana. Because the truth of the matter ni experiences ya watu na wafanyikazi. One day tutaweka hiyo topic. By the way, we need to have a confession. Watu wawaambie tu experience zao na wafanyikazi kwanza kama uko na mtoto mdogo. It's not easy. Come on. Very few of us ndio umeweza kukaa na mfanyikazi mtoto akiwa mdogo. Yes. Na ikakuwa ya kwamba iko sawa. It is a lot of stress. It is very depressing. So hapo ndio mahali makosa iko. And the fact ya kwamba huyu mtu anataka ukae nyumbani na hakupatii kitu yoyote ya upkeep, you have to look for a job. You have to look for a job. Bibi yako atakaa tu nyumbani when you can afford zile mahitaji ya pale nyumbani. Saloon, hedhi zake, zile sanitary pads, chakula, shopping, nini. Angalau akue hapo na wifi. Akitaka kwenda kutembelea wasasi wake pia unatoa 10,000 yako unampatia afanye shopping na ende nyumbani. Na awachie baba yake hata kama ni 5,000. Yes, so if you can't manage that, then you have no business kuambia mwanamke akae nyumbani. Boma mingi sahi haiwezekani na mkono moja. Inahitaji mikono miwili. Inahitaji mikono miwili. Let me ask you one thing. Inaweza kuwa kwamba huyu jamaa wetu wako na some type of insecurities. Hii yake sasa ni insecurity. Si ndio? Yes, anataka yani ukue at his mercy. Ya kwamba kuna kitu chochote hata chumvi. Uwezi ati kununua kwa nyumba ati lazima uende kwa bwana. Unless mmesikizana na nyinyi wote mko sawa na mambo pale nyumbani inaenda sawa. Agreement. Bora ikue masikilizano kati ya nyinyi wawili. Kwa sababu ndio is a partnership. Yes. Hiyo iko sawa. Lakini kuniambia tusiende kazi and you're not providing. It's not gonna work.